kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Baba, asante kwa ajili ya ibada hii njema, ibada iliyobeba kumbukumbu ya ajabu, ibada ambayo Mungu ina malengo makuu kwa maisha yetu, ili kuweza kutupa tumaini siku zetu za mwisho, zaidi sana kutupa nguvu ya kuweza kuendelea na kuzimiliki milki zetu kama ambavyo umetubarikia kwa mwezi huu. Ninajisalimisha mikononi mwako Roho Mtakatifu, nikiuomba msaada wako kwangu na kwa kanisa lako. Acha sote tukaipokee neema hii katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko katika juma letu la mwisho kabisa katika mwezi wetu wa kumiliki milki ambazo Mungu ametupa. Kwa mwezi mzima tumebebwa na neno kwenye Mhubiri 5 mstari wa 18 na wa 19. Ulibeba ajenda yetu ya mwezi huu. Lakini tumekuwa na siku 3 za mwisho katika juma hili la mwisho la kumshukuru Mungu, tukijua juma lina siku 7. Siku 4 tumekuwa na ibada za urejesho na maombi ya urejesho, lakini siku 3 za mwisho zimekuwa za kumshukuru Mungu. Na kwa sababu tumekuwa na mfungo wa mwezi mzima kwa siku hizi zote, mfungo wetu wa siku 28, lakini tumetembea na siku zetu hizi za mwisho 3 zimekuwa za mfungo wa masaa 72. Bwana Yesu asifiwe. Hii sio dhabihu ndogo kwa Mungu. Haleluya. Sio dhabihu ndogo. Na Mungu ametupa neema leo, tunapohitimisha ratiba hii na mfungo wetu, tuna ratiba ya kushiriki meza ya Bwana. Mungu awabariki sana sana sana, na kuwakumbuka watu mliosimama kwenye haya masaa 72. Hebu tuwashangilie kwa makofi. Bwana asifiwe. Kwa sababu maombi walioyafanya sio kwa ajili yao, yalibeba ajenda ya kanisa. Bwana asifiwe. Wamesimama hapa kwa siku zote tangu Alhamisi, wako mahali hapa kiomba. Nadhani ndipo walipoagana na chakula, lakini tangu Ijumaa yote tuko hapa, Jumamosi na leo Jumapili. Ni kama sio neema, sio kazi nyepesi. Ni watu wazima wameacha ratiba zao, wameacha kazi zao, wameacha majukumu yao. Ninachokiomba ni Mungu awabariki, Mungu awakumbuke, saumu yenu ikawe na thawabu mbele za Mungu. Lakini nilitaka tu katika ibada hii tuangalie kwa ufupi umuhimu wa kuishiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini tunashiriki meza ya Bwana siku ya leo? Tumeshashiriki, sio mara ya kwanza. Lakini kwa nini sasa? Lakini kwa nini katika mwezi huu? Lakini kwa nini katika ibada hii? Niseme tu ya kwamba tumejifunza mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa mwezi huu tunaishiriki meza ya Bwana ili kuweza kutia muhuri, ili kuweza kuyatia muhuri mambo yote tuliyojifunza katika mwezi huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaishiriki meza ya Bwana ili kuweza kutia muhuri kwenye baraka tulizozipokea, ili kuweza kutia muhuri kwenye urithi tulioupokea, ili kuweza kutia muhuri kwenye haki ambazo Mungu ametuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaishiriki meza ya Bwana? Ili kuweza kupokea nguvu
ya kutupeleka katika nusu ya pili iliyobaki ya mwaka. Tunamaliza mwaka kwa nusu hii. Mwaka tunaugawa katikati, katika mwezi Juni. Mwezi Julai tunaoanza, tunaianza nusu ya pili ya mwaka. Tunaishiriki meza ya Bwana ili kuweza kupokea nguvu ya kutusaidia kutunza vyote tulivyopokea, twende navyo kwa usalama mpaka tunapomaliza mwaka. Lakini kuweza kuipokea neema timilifu ya Mungu, chochote ambacho Mungu amekiahidia kwenye maisha yetu kwa mwaka huu, hata kama hakijathibitika kwa macho ya damu na nyama, kupitia karamu hii Bwana akapate kuvithibitisha, tukapate kuvishika kwa mikono yetu, tukapate kuvitumia kwa faida, ili ufalme wa Mungu ukapate kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo kama manne tunayotaka kuyazungumza leo kama faida, kama umuhimu wa kuishiriki meza ya Bwana tunayoishiriki leo. Cha kwanza, hii meza ya Bwana tunaposhiriki inatuingiza katika agano jipya la damu ya Yesu. Inatuingiza kwenye agano jipya la damu ya Yesu. Haleluya. Tunaposhiriki meza ya Bwana tunaingizwa kwenye agano jipya la damu ya Yesu. Meza ya Bwana ni alama ya agano hilo la damu ya Yesu. Na tunajua, tumezungumza sana ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maagano, na ndiyo njia ambayo Mungu amechagua kutembea na mwanadamu. Mungu anatembea na sisi kiagano. Meza ya Bwana ni alama ya hilo agano ambalo Mungu anatembea na sisi. Kupitia meza ya Bwana tunaingizwa kwenye agano jipya. Na tunapoingizwa kwenye agano jipya, maana yake nini? Kila maagano yaliyotangulia yanaondolewa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe tu kwamba hakuna agano lenye nguvu kama agano la damu. Agano lolote ukitaka liwe na nguvu, damu ilikuwa inamwagika kuleta nguvu kwenye hilo agano. Haleluya. Haleluya. Kuna watu walikuwa wakiingia maagano ya kindugu. Sisi kwetu nimewahi kulishuhudia hili agano. Bwana asifiwe. Watu walikuwa wanafanyika ndugu, ni marafiki, na wakitaka kufanyika kuwa ndugu, maana yake kuna agano linafanyika. Wale ambao wamepatana mpaka ndugu wameridhia ya kwamba huyu anaweza akawa ni sehemu ya familia yetu, walikuwa wakichanjiana damu. Anachanja na yule anachanjwa, alafu wanakutanisha zile damu. Maana yake wanafanyika kuwa ndugu wa damu. Agano lile la damu linawafanya hawa watu kuwa ndugu. Ni ndugu, wanakuwa ndugu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wako ndugu kwenye familia sikuwahi kujua, hata ukiniambia kueleza undugu nilikuwa sijui. Nilikuja kujua nikiwa mtu mzima kwamba kumbe hawa sio ndugu zetu kwa kuzaliwa, bali undugu wao na sisi unatokana na urafiki. Nikiwa mkubwa, nimemaliza form 4. Lakini ni watu tumekuwa tukichangamana nao, misiba ya kwao tunakwenda na wazazi wanakwenda, misiba ya kwao wanaingiliana, matukio yote wanayatenda pamoja kwa sababu wamefanyika ndugu kwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Agano ili liwe na nguvu lilihitaji damu. Lilihitaji damu. Na sio tu katika ufalme wa Mungu, kwa sababu ibilisi ana tabia ya kukopi na kupesti vitu vya kimungu. Maana yake nini? Wako watu wengi wameingizwa kwenye maagano ya ufalme wa giza, tena kwa damu, na kuyafanya haya maagano yakawa na nguvu mno kwenye maisha yao, pengine hata bila wao kujua. Unaweza ukaniambia ni kwa namna gani? Hebu pata picha mtu ambaye anachanjwa chale, damu ikamwagika. Kwa sababu damu sio lazima imwagike lita 5.
Damu inapotoka kwenye mwili, ikatoka kwenye mishipa yake, ikatoka mahali pake, ni damu imetoka, ni damu imemwagika. Unaingizwa kwenye maagano usiyoyajua kwa kuchanjwa chai. Watu wanajipiga tatuu, damu inamwagika. Unaingizwa kwenye maagano usiyoyajua bila kujua. Kupitia uasherati unaingia kwenye agano tena la damu bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatoa mimba. Haleluya. Lakini haya maagano yote, haijalishi nguvu yake ambayo iko ndani yake, hili agano tunaloingia la damu ya Yesu linafuta ubatili na utitili wa maagano yenye nguvu, maagano ya damu tuliyoingia kupitia agano la damu ya Yesu Kristo. Maana tunajua hakuna agano linaloweza kusimama juu ya agano lingine. Maana yake kila agano lililo dhaifu linaondoshwa, halafu linasimama agano lenye nguvu. Agano la damu ya Yesu ni agano lenye nguvu linaloondoa maagano yote yaliyotangulia, maagano ya uharibifu, na tunaingizwa kwenye agano la muhimu, agano la neema, agano la damu ya Yesu. Tunaishiriki meza ya Bwana kama alama ya agano la damu ya Yesu, ili kuweza sisi wenyewe kuingizwa kwenye hili agano la muhimu kwetu, tuweze kutembea katika neema ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupitia meza ya Bwana tunaingizwa kwenye agano jipya la damu ya Yesu, agano ambalo linaondoa maagano yote na sisi tunatuweka huru. Ndiyo maana tumesoma kwenye hii Luka, Bwana asifiwe, ya kwamba hata nikianzia mstari wa 19, ya kwamba akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Haleluya. Damu hii, kikombe ambacho tunakishiriki leo, ni damu ya Yesu iliyomwagika, ni damu ya agano jipya, ambacho kwa kikombe hicho sisi tunaingizwa kwenye hili agano la neema. Kupitia kushiriki meza ya Bwana tunaingizwa kwenye hili agano ambalo linatuondolea utitili wa maagano ya hovyo, maagano yanayotesa maisha yetu mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mtu anayeshiriki meza ya Bwana, nikamfurahia sana Mungu aliponipa tafakari hii, ya kwamba mtu anapoishiriki meza ya Bwana, akala ule mkate, akanywa ile damu, maana yake nini? Damu yake haifai tena kwa kafara. Damu yake haifai tena kwa matambiko. Damu yake haifai tena kwa vitu visivyofaa. Kwa sababu hiyo damu na uhai wa huyo mtu, si tunajua damu imebeba uhai. Damu yako na uhai wako umeshikamanishwa na Kristo. Ndio maana kuna mtu mmoja aliwahi kunichekesha sana. Ni Mkristo, ameokoka, lakini anaona Mungu anachelewa kwenye maisha yake. Yule mama alikuwa mgonjwa, anatabika sana na ugonjwa wa moyo, umemtesa. Watu wakawa wanamwambia kuna mahali fulani watu wanapona, kuna mganga fulani ukifika tu utajua. Yule mganga alikuwa pia akipiga ramli, anajua hii ni presha ya kulogwa, anajua hii ni presha ya kawaida. Yule mama watu wakamshawishi na yeye akaamua kwenda. Amefika kwa yule mganga, pale ameingia tu, mganga akajaribu kupiga ramli, kila kitu kikaharibika, kila kitu hakiendi. Ameshangaa, bado yuko kwenye foleni, hata hajafikiwa zamu. Akashangaa ametumiwa askari wale vijana kwa mganga kwenda kumfukuza. Akashangaa, mimi mbona sijafanya kitu? Na hana chochote, hajawahi kwenda kwa mganga, hajui chochote. Akafukuzwa. Alivyoona anajitetea kwamba jamani, mimi mbona nina shida, yaani ikabidi mganga mwenyewe aje
akimgombeza kabisa, akimwambia toka, toka, yani umefanya kosa kubwa kuingia kwenye himaya yangu, kila kitu umeniharibia, uganga wangu umeharibika, yani inabidi nirudi nilikotoa uganga kwa sababu yako, yani ondoka mara hii. Wewe unajijua unasali, umekujaje hapa?